mchango wako. Nilimtaja Mheshimiwa Margaret Mwanza Sita, ajiandae Mheshimiwa Justina Rahi, ajiandae Mheshimiwa Devota Daniel. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi nichangie hoja iliyoko mezani. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, pia nawashukuru wananchi wa Urambo na familia yangu kwa ushirikiano wanaonipa. Lakini kipekee ni shukuru serikali inayoongozwa na Dr. Samia na hasa kwa kutilia mkazo swala la kuinua kilimo chetu Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala kubwa ambalo linatusaidia sisi katika mkoa wa Tabora kwa upande wa uchumi ni zao la tumbaku, ikiwamo wilaya ya Urambo. Mheshimiwa, tumbaku ndio inatusaidia kuendeleza hali yetu ya kiuchumi. Na tulifurahi sana sisi watu wa Tabora tuliposikia kwamba serikali inatambua sisi ndio tunaozalisha zaidi ya 70% ya tumbaku nchini. Wakaona ni vizuri walete kiwanda cha mbolea mkoa wa Tabora, jambo ambalo tunaishi kwa matumaini makubwa. Tunajua tutapata sasa mbolea kwa wakati, na kuomba Mheshimiwa Waziri, pamoja na kukupongeza wewe na makamu wako, naibu waziri na watendaji wote kwa kazi yenu, na kuomba utakapokuwa unahitimisha hotuba yako utuambie, je, kiwanda hiki ambacho kinasubiriwa sana na wananchi wa mkoa wa Tabora kitaanza kujengwa lini? Na kuomba sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mbolea ni ya muhimu sana. Na kwa mfano kama sasa hivi tayari watu wameanza kuwa na wasiwasi kama mbolea itafika mwezi wa 5 unaokuja au mwezi wa 6, kwa sababu mwezi wa 8 tarehe 1 wananchi wanaanza kupanda mbegu, wanapandikiza. Tayari wameshaanza kuandaa vitalu vyao. Tarehe 1 Agosti wanaanza kuweka mbolea na kupandikiza. Je, mbolea imefika? Unahakikishiaje watu wa Tabora wanaolima tumbaku kwamba mbolea itafika kabla ya mwezi wa 8 ili wapande kwa wakati, wapande mbegu kwa wakati? Lakini wakati huo nichukue nafasi kuwashukuru kwa kweli hao wanaonunua tumbaku, yani kampuni mbalimbali zinazonunua tumbaku. Wako wanaolipa kwa wakati, tunawashukuru sana, lakini kwa sababu ya muda siwezi kuwataja, tunawapongeza. Lakini wako ambao bado wakulima wanadai. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatuambia nini kuhusu wakulima waliouza tumbaku yao mpaka sasa hawajalipwa? Nikutajie madeni walionayo. Kwa mfano, wakulima ambao wanadai mpaka sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni dola 452,513. Ushuru ambao unatokana na mauzo bado tunadai dola 329,218. Halmashauri yenyewe inadai milioni 920,823. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatuambia nini? Hawa watu watapataje fedha zao? Na mtu anapolima anategemea kwamba akipata ndio ataweza kusomesha watoto na kufanya shughuli zingine za maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala lingine ni swala la umwagiliaji. Na sisi kama mkoa wa Tabora na hasa na mimi kwa upande wangu Urambo, tunaomba swala la umwagiliaji na sisi tupate maji ya kuweza kuanza kusaidia kupanda. Kwa mfano tumbaku pale unapopanda mapema, tunaomba sana swala la umwagiliaji na sisi lipewe umuhimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, lingine ambalo siwezi kuliacha kulizungumzia ni swala la mbegu ya mahindi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mahindi pia ni zao mojawapo kubwa sana tunalolitegemea sisi kwa chakula, lakini pia na kwa mauzo. Lakini wananchi wananiuliza mimi huko Urambo kwamba hivi serikali ilivyo na wataalamu wa kilimo waliosoma kwa muda mrefu hawawezi kuja na utaratibu wa kupata mbegu ambayo sio lazima wanunue kila mwaka? Yaani kila mwaka mkulima ananunua mbegu mpya. Je, serikali inaweza kutuletea utaratibu mwingine ambao mbegu itakuwa nzuri lakini ambao sio lazima anunue kila mwaka? Na kwa msingi huo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutashukuru sana pia swala hili utakapolizungumzia wewe mwenyewe. Mambo makubwa Mheshimiwa Mwenyekiti ni hayo, kwamba kiwanda kijengwe, lakini pia tujue lini kitafunguliwa, kitaanza kujengwa,
lakini pia kama tulivyosema, madai ya wafanyakazi wakulima waliouza tumbaku yao, tutashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kama tunani. Na la mwisho, naomba nimalizie Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho ngoja mbolea tunaomba inapoletwa tuwe tunaambiwa ni mbolea gani ambayo imepewa ruzuku, kwa sababu wakati mwingine kunakuwa na mchanganyiko, hujui ni ipi aina gani ya mbolea ambayo imekuja labda kwa ajili ya tumbaku au mazao mengine, ipi na ruzuku na ipi haina ruzuku. Mheshimiwa, utatusaidia sana, kwa sababu saa nyingine kunakuwa na mchanganyiko ambao mtu anashindwa kujua aina ya mbolea ambayo imepewa ruzuku na ambayo haina. Na ikifika kama ni ya ruzuku, Mheshimiwa, tunaomba mwasogezee wakulima ili wapate karibu na maeneo yao, kwa sababu kipindi kilichopita kupata mbolea ya ruzuku ilibidi wengine wasafiri sehemu mbali na wakati mwingine hata kulala ili waweze kupata mbolea ya ruzuku. Baada ya kusema hiyo, Mwenyekiti, naendelea kuwapongeza wizara kwa kazi kubwa wanayofanya, lakini tunaomba majibu ya kiwanda na mengine, Mheshimiwa, kama tulivyoomba kwa niaba ya wananchi, yapatiwe majibu. Nashukuru sana. Asante Mheshimiwa.